kama utamuona Mungu. Mimi sina kamwili kakuogopesha watu, lakini ile siku kulitoka pesa. Nikaambia Bishop, nenda ukafanye kazi ya Bwana. Hii kazi ya wamama tuachie, tutasongesha wenyewe. Tumeanza mfuko kwa na pesa tena nyingi zitapelekwa bank kwa ajili ya kazi ya wamama. Amen. Na ile roho ilishukia pale nikiwa nimeketi. Huyu mama ni shahidi huyu. Wale wenzangu wakashinda. Sasa hata hatujafanya mashauri, naambia roho akishuka ana mashauri hapa. Lete pesa. Na ikafanyika na ikaenda. Niliporudi nyumbani kwangu nikawa najiuliza, Mungu, kwani unataka nini kwangu? Mungu akaniambia, usihofu na tunapokutumia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wapendwa, Mungu ni mwaminifu. Sauli anasema, mimi nimefanya dhambi kwa sababu nimehofu kwa kina nani? Watu ni hatari. Watakuhunda moyo. Watu ni hatari. Wanaweza kufanya hata utoke hapa kanisani. Amen. Halafu tukajia sauti ya akili yako. Hii akili hii. Sisi tuliumbwa kwa mfano wa Mungu. Lakini tukizitegemea hizi akili, tunaenda kufilisika. Akili inaweza kukwambia chukua 100,000 weka hapa. Hamjamhusisha Bwana. Hiyo mali itaenda itapotea na wewe umerudi zero. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama hutazitegemea akili zako, waweza anza na capital ya 500 na ikazaa vitu vingi sana. Amen. Usizitegemee akili zako mwenyewe. Amen. Akili zako hizo zinafanana na nani? Na Mungu. Kwa hivyo wakati unapotengeneza mambo, anza kutafakari. Kweli ni mfano wako, lakini hapa unasemaje? Tuaenda na wewe ama niko peke yangu? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na Bwana amewaambia yungu wote vala utamtaliza Bwana akakwamba valai. Alivyo Yesu. Amina. Sini akili zako zimekwambia hii inakufaa kwa siku ya leo. Wewe ni mfano wa Mungu. Tunasonga. Number 5. Sauti ya matukio. Hii sauti ya matukio andika Matthew 26 mstari ule wa 69 hadi 72. Kuna watu wameumizwa na matukio yaliyofanyika katika maisha yao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu aliumia mahali, huenda kama alichumbiwa, huu ni mfano, sisemi ni hivyo, lakini kuna watu walioumia sana, huenda kama alichumia mke akamuoa, halafu yeye mujagida mjiramu nyumbani kama arena mudu aliko Yesu kana diona kai ubole kazini, yaani utoke kazini basi uje ukifika huko mwako nyumbani, huko kitandani mwako una mume mwingine na huyo mkeo. Huo siku unafanyaje? Mwacha nitoke. Unafanyaje? Na mwacha kalale nje. Dalala rumu nyingine. Baba anasema natoka. Anaongea kweli? Hasira zitawaka. Unamwacha. Unatoka mwaje. Alafu hiyo nyumba uachie waendelee kuishi ama wafanye. Bwana Yesu asifiwe. Haya, tupige kura. Wangapi wanasema wanamwacha hapo huko kwa wanaume? Wangapi wanasema wanamwacha watoke amwache huyo bwana mwingine? Ya ndo ni hanisha. Ni fena yetu ni mwache. Ni fena yetu ni mwache. Mchungaji, ona huyu ni mchungaji, alafu anasema fena yetu ni mrithi. Bwana Yesu asifiwe. Tena mojerwa kwa kaka. Kwa kaka ndio maneno. Wao kwa kwa hiyo hakilola. Alivyo Yesu. Amina. Tumeokoka hatuwezi maneno, kwa hivyo tupokonywe tukiangalia. Unamfukuza. Unafukuza mwanaume. Yesu siku moja akaingia pale hekaluni. Akawachapa mijeledi kisawasawa. Na akapendua hizo meza. Amen. 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 Bwana Yesu
asifiwe. Amen. Hatujaokoka ili tuwe mshubaa. Amen. Amina. Alipa Yesu. Amen. Sisi ndio tuwe werevu kwa shida katika Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo matukio kama haya yanaweza kukuvunja moyo hata ukawa huamini mtu yeyote anayeitwa Mkristo. Maana ulikutana na hili janga na mkeo alikuwa anaenda kanisani.